then ikakuja consistently, ikakuwa whenever kuna maandamano kunakuwa na goons ambao wana interrupt maandamano, kitu ya kwanza. Na ya pili, evidence has shown even police wakifanya kazi pamoja na goons. Na kutoka hiyo siku kwenda mbele imekuwa trend ya whenever there is an announcement of demonstrations ama ile article 37 of our constitution being exercised, there is automatically goonism ambayo inaingia. Na kulingana na mimi, na ile swali watu wananchi wanafaa kujiuliza ni who is the ultimate beneficiary, na hiyo ndio itajibu ionyeshe nani angetaka maandamano ikuwe chaotic, nani angetaka goons ikuwe kwa maandamano, na nani anaenjoy zaidi wakati kuna goons zile zinafanya watu hata waogope ku exercise their right in the constitution. Na ukijibu hiyo swali utajua automatically ni serikali na ni the president. So hii ni kitu imepangwa na imepangwa vizuri, kwa sababu Wakenya wako na ile haki na wamekuwa na hiyo haki kutoka wakati Kibaki aliingia kwa uongozi. Wakati Uhuru alikuwa kwa uongozi, watu pia walikuwa na exercise their rights. Lakini wakati imefika mahali kwa hii serikali, then imekuwa issue.